na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao wa pekee Bwana wetu, aliyetumwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, amepaa mbinguni, amekaa mkono wa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika takatifu siku ya Mungu. Ya nne, uheshimu baba na mama upate miaka mingi na dini duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, useme uongo. Ya tisa, usamahani wanaokukosea. Ya kumi, usamahani wanaokuchukia. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, mlinde katika hatari zote za roho na mwili. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumwimbie Bwana kwa maana ametukuka sana. Bwana ndiye nguvu yangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Basi wapendwa, karibuni katika adhimisho la asubuhi ya leo ya Ekaristi Takatifu, ambapo Kristu anatualika ili tuweze kuongea na kusemezana katika lugha ya Mungu. Lakini je, lugha ya Mungu ndiyo lugha gani? Ni lugha ya upendo. Na katika matumizi ya neno upendo sisi wanadamu, ni jambo pengine ambalo halitaweza katika ile njia yake kulitimizwa jinsi anavyokusudia Mungu. Lakini Kristo anatuambia kwamba tukikaa ndani yake tutaweza kujifunza kuwapenda wenzetu, tukianza kwa kupenda yeye. Na kumpenda Kristo, kupenda wenzetu, ndiyo lugha ya Mungu na ndiyo kule kuishi na kusishika amri za Mungu. Na amri hizo ambazo ndizo zinatuelekeza sisi ili tuweze kutambua mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu sisi kwa sisi. Ole wetu kwa mara nyingi
ambayo hatuongozi na njaa ya upendo kuweza kuwapenda na kuwatambua wenzetu. Tusikitike mbele ya Mungu, tumuombe msamaha na tumwambie atupatie busara na hekima ya kuweza kumpenda yeye kupitia kuwapenda wenzetu, ili tustahilishwe kuadhimisha ibada hii takatifu. Tuombe basi msamaha kwa dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa. Ndiyo maana Mama Maria mwenye Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, kwa neema yako sisi wakosefu tafanywa wenye haki, na sisi tulio wanyonge twafanywa wenye heri. Utusaidie kwa matendo yako na utuwezeshe kwa vipaji vyako, ili waliopewa haki kwa imani wasikose nguvu ya kudumu katika hiyo imani. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, baada ya majadiliano marefu, Petro alisimama akawaambia, ndugu zangu, mmejua ya kuwa Mungu ameamuru shauri hili hapa penu tangu siku za kwanza, yaani watu wa mataifa wapate kwa kinywa changu kulisikia neno la Injili na kusadiki. Na Mungu mjua mioyo alidhibitisha hayo kwa kuwapa Roho Mtakatifu sawa na sisi. Hakufanya ubaguzi wowote kati yetu na wao, kwa kuwa alitakaza mioyo yao kwa imani. Sasa basi, mbona mnajaribu Mungu kwa kuwafunga wafuasi kongwa shingoni wasiloweza kulichukua, wala baba zetu wala sisi? Bali tuamini kuokolewa kwa njia ya Bwana wetu Yesu, sawa na wao. Mkutano mzima ulinyamaa na wakasikiliza Barnaba na Paulo wakisimulia jinsi Mungu alivyofanya ishara na miujiza kwa ujumbe wao kati ya watu wa mataifa. Walipomaliza, Yakobo alianza kusema, ndugu zangu, nisikilizeni. Simeoni ameeleza jinsi Mungu mwenyewe alivyoanza kuangalia watu wa mataifa ili ajipatie wafuasi wa kuheshimu jina lake. Mambo hayo yanalingana na maneno ya manabii yalivyoandikwa, baada ya mambo hayo nitarudi, nitaijenga upya nyumba ya Daudi iliyobomoka. Nitatumia magovu yake kwa kulijenga tena, na nitainua ili watu wengine pia wamtafute Bwana, hata mataifa yote litakaloitwa jina langu, asema Bwana afanyaye vitu vyote vijulikanavyo tangu milele. Kwa hiyo shauri langu ni hili: tusiwasumbue watu wa mataifa tuliomwongokea Mungu, lakini
tuwaandikie barua ya kuwa wajiepushe na unajisi na matambiko, uasherati, pia nyama ya mnyama aliyenyongwa, kadhalika na damu. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao wahubiria wake katika kila mji, na kuwa habari zake husomwa katika masinagogi kila Sabato. Neno la Bwana. Zaburi. Yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa watu wote. Yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa watu wote. Yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa watu wote. Makuu ya Bwana kwa watu wote. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote. Mwimbieni Bwana, lisifuni jina lake. Itikio: yatangazeni mataifa makuu ya Bwana kwa watu wote. Siku kwa siku utangazeni wokovu wake. Hubirini utukufu wake kati ya mataifa, na maajabu yake kati ya watu wote. Itikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa watu wote. Waambieni mataifa, Bwana ni mfalme. Ulimwengu utasimama imara. Usitikisike, atawahukumu watu kwa haki. Itikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa watu wote. Shangilio la Injili. Haleluya. Kondoo wangu isikia sauti yangu, asema Bwana, nami nawajua, nao unifuata. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama Baba alivyonipenda mimi, nami nimewapenda ninyi. Dumuni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtadumu katika pendo langu, kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kudumu katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe kamili. Injili takatifu ya Bwana. Sifa kwako Kristo.
basi wapendwa, sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Mungu, kwa njia ya mabadilishano matakatifu ya sadaka hii umetufanya washirika wa umungu wako mkuu wa pekee. Tunakuomba utujalie ili kama tulivyojua ukweli wako, halikadhalika tuweze kuifikia kwa mwenendo stahiki kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa maana kwa kuyaharibu yale ya zamani, yote yaliyokuwa yanaanguka yalifanywa upya, nasi tukarudishiwa ukamilifu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Joya na wakilero wote. Ukumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako
wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu mume wake huyu Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Sasa tusali kwa imani sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema tu na roho yangu itaona.
Kristo nitakase, mwili wa Kristo maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako nifiche, usikubali nichangane na adui mwovu nipinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije. Sifa zako niziimbe, na watakatifu wako milele na milele. Amina. Mungu Baba yetu mwenye upendo, tunakusifu na kukushukuru kwa zawadi ya miaka 25 ya jimbo letu la Maralal. Kwa mioyo ya shukrani tunakushukuru kwa neema, tumaini, upendo na baraka ulizotujalia tunapoadhimisha mwaka huu wa jubilei. Utufanya kuwa watu wanaotembea pamoja katika tumaini. Uwabariki maaskofu, mapadri, masista, waseminaristi na makatekista wetu. Tunaomba pia kwa ajili ya zawadi ya miito zaidi katika jimbo letu. Waimarishe wazazi katika wito wao, uponye mioyo iliyojeruhiwa na mahusiano yaliyovunjika. Ongoza watoto na vijana wetu mahali ambapo upendo wako unashuhudiwa. Uzifanye upya huduma zetu za kichungaji kwa Roho wako Mtakatifu, ili nyumba zetu ziwe makanisa zilizojengwa juu ya sala, msamaha, amani na upatanisho, tunapoishi Injili kwa furaha. Mimina Roho wako juu ya jimbo letu, ili tukitembea pamoja katika imani, tutumikie kwa unyenyekevu na furaha, na tuendelee kwa uaminifu utume wa Kristo sasa na kwa vizazi vijavyo. Watakatifu Petro na Paulo, mtuombee. Amina. Kristo alikufa kwa ajili ya wote, kusudi wenye kuishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali waishi kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Haleluya. Tuombe. E Bwana, tunakuomba wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani ya Kristo. Tumshukuru Mungu. Muwe na siku njema. Asante.